Kwa majina naitwa Salaira Eugene Nyangoi, ni mhandisi vifaa tiba katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Na kwa sasa pia ni msimamizi wa mtambo wa kuzalisha hewa tiba ambayo inajulikana kama oxygen. Katika uzalishaji wa hewa tiba kuna teknolojia mbalimbali ambazo zinatumika katika kupata hiyo hewa tiba au oxygen. Teknolojia mojawapo inaitwa air separation au cryogenic. Lakini teknolojia nyingine pia ni PSA. Na sisi Manyara tunatumia teknolojia ya PSA ambayo kwa kirefu ni pressure swing adsorption. Na katika teknolojia hiyo inakuwa ina mitambo midogo midogo ambayo inasaidia kupata oxygen au hewa tiba. Kwa kuanza tuna mtambo wetu wa kuzalisha hewa tiba ambao tunaanza kabisa na sehemu ya umeme unapoingilia, alafu unapita kwenye automatic voltage stabilizer kwa ajili ya kustabilize huo umeme uwe kwenye kile kiwango ambacho mtambo wetu unaweza ukafanya kazi. Ukitoka kwenye stabilizer unakuja kwenye compressor, inagandamiza hewa hii iliyopo nje ili tuweze kuichakata kupata hiyo hewa tiba. Na hewa ambayo ipo nje ndani yake kuna hiyo hewa tiba ambayo ni oxygen, lakini pia kuna hewa nyingine ambayo inaitwa nitrogen. Na hewa tiba oxygen yenyewe ni 21% tu kwenye hii hewa tunayoivuta, lakini nitrogen ni 78%. Na 1% iliyobaki ili tufikie 100%, huko ndani kuna carbon dioxide ambayo ni 0.04, kuna water droplets, kuna argon, kuna neon gas na nyinginezo ndogo ndogo. Kwa hiyo hewa tiba yenyewe ili imfikie mgonjwa inabidi iwe 95% mpaka 100%. Na kwenye mtambo wa PSA tuna uwezo wa kupata 99% kuizalisha hiyo hewa tiba ambayo itaenda kwa mgonjwa pale ambapo anahitaji kupata hewa tiba na itamsaidia kwenye matibabu. Kwa hiyo tukitoka sasa kwenye hiyo compressor ambayo ina compress hii hewa ya nje kwa ujumla kama ilivyo, yenyewe ina dust filter kwa ajili ya kutoa vumbi tu, na kama kuna particles zozote labda za makaratasi na nini, hizo filter ndo zinazuia. Kwa hiyo ikitoka hapo inakuja kwenye air tank, ambayo hiyo air tank kazi yake ni kuhifadhi ile air ambayo tulichakata kwa kuigandamiza kupitia compressor. Na tukitoka kwenye air tank kuna filter ambazo zitapita kwa ajili ya kufilter. Kuna kufilter oil kwa sababu pia compressor yetu inatumia oil, lakini pia kuna bacteria filter na dust filter. Tukitoka hapo zitaingia kwenye dryer, ambayo dryer kazi yake yenyewe ni kukausha ile hewa. Kama tulivyosema kwenye ile hewa ambayo tunaivuta ina water droplets. Kwa hiyo tukigandamiza tukaichukua nyingi ikafika kwenye air tank, kutakuwa na ule unyevu water droplets. Kwa hiyo dryer yetu itakausha ile water droplets ili iweze kuingia sasa kwenye teknolojia yetu ambayo ipo ndani ya matenki mawili ambayo tunatumia katika kuchakata hewa tiba. Kama tunavyoona kuna matenki mawili ambayo haya matenki ndani yake kuna material inaitwa Zeolite. Hayo material kwa kutumia teknolojia ya pressure swing adsorption, yani tunakuwa tunachezesha pressure, high pressure na low pressure kwa ajili ya kuweza kufanyaje kuchakata na kuipata hiyo oxygen. Kwa hiyo pressure inapokuwa kubwa, material yaliyopo ndani yana uwezo wa kushikilia hiyo nitrogen na kuruhusu oxygen ipite kwenda kwa ajili ya kuhifadhiwa kwenye oxygen tank. Kwa hiyo yako matenki mawili, na kupitia pressure swing na teknolojia nyingine ya valve tuna uwezo wa kuruhusu oxygen kwenda kuhifadhiwa na nitrogen kushikiliwa kwa muda na mwishowe kutolewa nje. Kwa hiyo muda huo teknolojia inapokuwa ina vary ya kwamba pressure kubwa na pressure ndogo, tuna uwezo wa kuchakata na kuipata hiyo hewa tiba ambayo ni oxygen. Na tukitoka kwenye
hizi tenki zetu mbili ambazo zina hiyo teknolojia, moja kwa moja kinachofuata ni tenki ambayo itakuwa inahifadhi hiyo oksijeni. Kwa hiyo hapa ndio mwisho wetu wa kupata hiyo hewa tiba, maana tumeshaichakata kwa kupitia teknolojia hii ambayo ina material yayo ndani ambayo ni xylate, yana uwezo wa kushikilia kwa muda nitrogen na kuruhusu oxygen ipite, kwa sababu oxygen haiwezi kushikiliwa katika high pressure. Kwa hiyo hapa ndo tenki letu la oxygen ambalo litakuwa limehifadhi hiyo hewa tiba yetu oxygen baada ya kuchakatwa, na hii inakuwa tayari ina 99% ambayo inaweza kwenda kwa mgonjwa kwa ajili ya kumtibu kwa yale magonjwa au maradhi ambayo yanahitaji oxygen. Labda ana upungufu wa oxygen au anahitaji kuwekewa ventilator ambayo yenyewe lazima itumie oxygen au hewa tiba. Tukitoka kwenye hili tenki letu ambapo kuna pipe mbili, moja inaenda moja kwa moja wodini kwa ajili ya kulisha au kuwapa au wagonjwa wenye uhitaji wa hewa tiba ya oxygen, na pipe nyingine inakuja moja kwa moja kwenye mtambo wetu mwingine ambao wenyewe tunauita booster pump. Kazi yake ni kuongeza pressure na ili kuweza kujaza mitungi ya oxygen, ambao kutoka kwenye booster pump kuna hizi ramp ambazo tunaziita filling ramp. Huko tunaweka mitungi yetu ya oxygen kwa ajili ya kujazwa hewa tiba, na hapa ndipo tunapokuwa tumeshia mwisho wa kuchakata hewa tiba, maana tumeshaizalisha, lakini pia tumekuwa na uwezo wa kuijaza kwenye mitungi ya hewa tiba. Baada ya kupata hiyo hewa tiba ambayo ni oxygen kutoka kwenye oxygen tank, kwenye ile pipe ambayo inatoka nje inaenda kwenye moja kwa moja kwenye eneo ambalo kuna njia mbili za kupeleka wodini. Ni pipe moja kwa moja au njia nyingine ni hii njia ya manifold ambayo tunaweza tukatumia hapo pia kupeleka hewa tiba wodini.